Okay. It's Makactivity Home and Applets. Na leo ni siku nyingine, then tunakuja na fursa nyingine jinsi ya kuweza kutengeneza pesa mtandaoni. So kwa wakati huu tutakuja na kampuni moja ambayo inaenda kwa jina la Growth Sprintix. Sasa hili ni kampuni ambayo inafanya kazi duniani kote. Ni worldwide company, na hii ni kampuni ambayo lipo katika mfumo wa long term project au long term investment platform. Ni platform ambayo inakuwa ya muda mrefu na malipo yake yanakuwa ya muda mrefu, mkataba wake ni almost mwaka mzima. Okay. Sasa hii kampuni mkataba vipi? Tutaenda kuelezea hatua zote, lakini in short inakupatia 3% mpaka 3.3 kila siku kutokana na mtaji ambao utakuwa umeanza nao. Okay. Yaani mfano kama ukianza na mtaji wa 100,000 utakuwa unapokea shilingi 3,300 kila siku kwa mwaka mzima. Okay. Na kiwango kidogo cha kuweza kuanza nacho minimum investment, mtaji mdogo kuweza kuanza nao kuanzia $10. Minimum investment $10 ambapo kwa Kitanzania ni kama shilingi 28,000 hivi. Okay, so kwa $10 utakuwa unatengeneza 0.3 kila siku, almost kama shilingi 1,000 kwa pesa ya Kitanzania. Okay, mfumo kama hapo. Na katika Growth Sprintix kuna vitu vingi, lakini kwenye hii video nitaenda kuelezea vitu vitatu msingi sana: jinsi ya kuweza kujisajili, jinsi ya kuweza kudeposit pesa au kuweka pesa kwenye account yako, na jinsi ya kuweza kuwekeza baada ya kuweka pesa kwenye account yako. Lakini nitaenda short pia nitaenda kuelezea jinsi ya kuweza kutoa pesa na hatua nyingine nyingi. So let's go together, twende kwa pamoja bila kuskip kwa hatua yote. So jinsi ya kuweza kujisajili, na kitu nishakwambia, hii platform inafanya kazi duniani kote. Kwa mtu akiwa sehemu yote anaweza kujiunga na akaanza kutengeneza faida kwenye platform. Kwa nini? Kwa sababu inaruhusu pia malipo kupitia cryptocurrency au sarafu za kimtandao. Na tunajua kwamba cryptocurrencies ni pesa au ni means of payment, njia ya malipo ambayo inaruhusiwa katika kila nchi duniani kote. Mtu akiwa sehemu yote kwa kutumia sarafu za kimtandao au cryptocurrencies anaweza kapokea pesa yake na anaweza kafanya malipo akiwa sehemu yote. Maana sema is the worldwide platform. Kwa hata wewe unaweza kwa njia ya malipo unaweza kutumia cryptocurrencies, yani USDT, au kutumia mobile payments. Na pia mobile payments kwa hii platform kwa kila nchi ipo. Kwa kama upo Uganda kuna mobile payment ya Uganda, lakini pia kuna cryptocurrency kwa kutumia USDT kwa Uganda. Unachagua utumie payment kwa njia ipi. So jinsi ya kuweza kujisajili, utagusa hiyo link hapo chini ya description ya video, lakini pia kwa namba screen napita kwa screen hapo, namba WhatsApp. Chukua then njoo kwa WhatsApp kwa ajili ya maelekezo zaidi. Lakini sasa ipo hivi, utapewa maelekezo kama hapa, kurasa kama huu. Kipengele cha kwanza ukiandika Makaki 01 utakacho kama kilivyo. Kipengele cha pili utasema andika first name, jina lako la kwanza. Mfano naitwa Asha, utaandika Asha. Pengine unaitwa Juma, utaandika Juma. Kipengele cha pili kimeandikwa last name, jina lako la mwisho. Jina la mwisho unaitwa nani? Pengine unaitwa Asha Mohamed, utaandika Mohamed hapo. Kipengele cha tatu kimeandikwa username. Username kama nickname, jina lako la utani. Pengine unaitwa Asha, unaweza kutumia Asha 35, Asha pengine 255. Ni Asha, lakini kina Asha wanaweza kujisaidia hapo wengi, lakini ili kumtofautisha Asha wewe na Asha mwingine au Juma wewe na Juma mwingine utaweka hizo namba hapo mbele. Kwa utaitwa Asha 255. Kipengele cha tatu kimeandikwa email address. Hapo utaandika email yako, lakini kwenye email hakikisha unaandika ile valid email. Valid email na maanisha gani? Na maana gani ile email ambayo unafanya kazi, lakini au email ambayo ipo kwenye simu yako. Ndio tumeona, kwa sababu kuna verification code zinatumwa kwenye email yako kwa ajili ya kuweza kufanya verification kwenye usajili. Kwa utaandika ile email ambayo ipo valid, yani ambayo inafanya kazi, lakini pia ipo kwenye namba yako au ipo kwenye simu yako ambayo unatumia kwa ajili ya kufanya usajili. Ndio tumeona. Baada hapo kwenye country utachagua nchi. Kama upo nchi ya Tanzania utachagua hapo, utaweka nchi yako. Ndio tumeona pia hapo. Then utakwambia phone number utaandika namba kwa simu, lakini usianze na 0, anza na 7 au anza na 6 kama inaonekana hapo. Kipengele kingine kimeandikwa password. Password utaandika password yako. Password ni neno siri ambalo utakuwa unatumia kwa ajili ya kuweza kulogin kwenye account yako kila muda utakapotaka kuweza kufanya task yote, kwa na login kwenye account yako kutumia password yako.
na username yako. Username utajua unaitwa Asha 253, shaandika juu pale. Password utarudia password, then pale chini kuna kibox kimeandikwa I agree with the term. Utabinya kale kabox pale kama mfumo wa blue tick pale. Ndio tumeona. Chini kuna maneno yameandikwa register. Maandiko ya register sijui kitu kama hicho. Utabinya maneno chini ya kujisajili kabisa, sign up. Sign up ya maandiko sign up. Utabinya maneno. Kibinya maneno, kama kutakuwa kuna shida kwenye usajili, kuna maneno mekundu yataonekana. Mfano hapa nilikuwa najisajili, imeonekana hiyo email nimeshaitumia kwa ajili ya kusajili. Nakumbuka kweli wakati najisajili kutumia account yangu official, tofauti na hii nitumia hiyo email. Kwa ndio maana imekataa, nasema hiyo email ishatumika tayari. Kwa utaangalia pale ambapo kuna shida then rekebisha. Kwa hapo email ndio na shida, kwa nitarekebisha email kama inayoonekana nimesharekebisha email vizuri kabisa. Then hapo lazima niweke password tena upya. Nitaweka zile password zangu ambazo nishaandika, nita confirm password, then nitabinya maneno jina imeandikwa, maneno chini imeandikwa agree. Iko box hapo nitakibinya hicho kimfumo kama huo. Baada hapo nitabinya maneno imeandikwa sign up. Sign up. Baada hapo itaload kwa muda mfupi, then kama kutakuwa kuna shida yote usajili utakuwa ushakamilika kwa hatua ya kwanza. Wacha subiri sasa. Subiri. Okay. Email verification ishatumwa kwenye email verification code ishatumwa kwenye email. Kwa ukishafika hapa lazima ufanye verification. Kuna kodi zinakuwa zimeshatumwa kwenye email yako ambao ushaijaza pale wakati unajisajili. Kwa watu ambao wanafuata, utaenda kwenye Gmail app yako. Utatoka kwenye page hapa, utaenda kwenye Gmail app yako. Utaenda kwenye Gmail app yako, utafungua hapo. Ukishafungua, kama una email zaidi ya moja, hakikisha una switch hapo juu hapo kwenye icon hapo. Kama picha inaonekana pesa hapo kutokana na wewe umeseti vipi. Utabinya hapo juu, utaswitch ile email yako ambayo umetumia kwa ajili ya kujisajilia kwenye Growth Sprintix. Ushafungua hapo, then utaangalia kama kuna notification yote ambayo inahusu Growth Sprintix. Kama hakuna, utaswitch kama hivyo, na ndio tumeelewana. Utagusa hapo, then utaswitch ile email yako, kwa sababu email ambayo nitatumia tofauti na hii. Kwa nimesha switch tayari. Baada hapo utashuka hapo chini, utagusa mistari mitatu pale juu. Baada kuona kama hakuna message, utagusa ile mistari pale juu. Ukishagusa ile mistari juu, utashuka chini, utakuta kipengele kimeandikwa spam. Utaifungua hicho kipengele kimeandikwa spam. Baada hapo utaona hiyo message ya Growth Sprintix kama inaonekana hivi, na utapewa verification code hello Asha. Lakini unawezekana ukakuta pengine Growth Sprintix message zaidi ya 2. Utagusa ile message ambayo ni recent, ya karibuni. Mfano kuna message ya saa 12:12 na kuna saa 12:13. Kutafungua ile saa 12:13 ambayo ndio mpya au recent. Baada hapo utazikopi zile verification code. Ushaona never copy pale, utazikopi zile. Ushazikopi, utarudi kwenye page sasa ya Growth ambayo tutumia kwa ajili ya kuweza kujisajili hapa. Baada pale utajaza zile zile verification code pale chini, then utasubmit. Usha confirm, then itafunguka kwenye page. Ikifunguka kwenye page tayari ushajisajili tayari. Kama itakuwa kuna shida yote, pengine zile kodi zinakuwa zinasumbua, utabinya maneno chini pale ya kusema resend again. Utalisend, then utaenda kwenye email vile hatua ni zile. Na tumeenda kwenye issue ya kuverify account yako. Ikiwa kuna shida, then njoo WhatsApp kwa ajili ya maelekezo zaidi jinsi ya kuweza kujisajili. Sasa ukishafika kwenye page, kuna maelekezo mengi, kuna vipengele vingi sana, lakini nishakwambia kwenye hii video nitaenda kuelezea vitu vitatu tu jinsi ya kuweza kudeposit. So hapo chini utaona kuna vidoti vitatu vimekaa mfumo wa kusimama. Utavibinya hivyo. Kibinya hivyo, then nitakuja kwenye page hapa. Kuna maneno yameandikwa deposit, kuna maneno yameandikwa invest. Lakini hapo juu itakuwa inaonekana jina lako na username yako. Kwa hatua ya kwanza, tuweze kufanya investment, tufanye deposit. Utabinya maneno yameandikwa deposit. Na tumeelewana hapo. Kibinya maneno deposit, watakupatia means of payment. Unataka kudeposit kwa kutumia njia ipi? USDT au ndo smart cryptocurrency ambao kuna TRC20 address, au tumie mobile payments. Watanzania wengi sana tuna own au tuna possess mobile payments, M-Pesa, Tigo Pesa na Mixx by Yas.
Kwa Mtanzania kama unatumia Mixx by Yas utatumia hapo, utabinya hapo mobile payments, au pengine unatumia M-Pesa au mtandao mwingine wote, utabinya hapo Mixx, utabinya hapo mobile payments. Ukibinya hapo mobile payments itakwambia select currency. Currency ya Tanzania ambayo utatumia ni Tanzania shilingi, utabinya hapo Tanzania shilingi hapo. Baada hapo chini unasema enter amount, andika ingiza kiasi. Utaingiza kiasi ambacho unataka kuweza kufanya investment. Lakini wakati unafanya hiyo kitu, kwamba jua kwamba minimum investment ni $10, na mabadilishano kwa sasa hivi dola moja ya Kitanzania, dola moja sasa na shilingi 2800 ya Tanzania. Kwa kama unataka kuweza kuwekeza $10, maana yake utaweka shilingi 28,000. Kama unataka kuweza kuwekeza pengine $100, utaweka 280,000. Kama unataka kuweza kuwekeza $20, utaweka 56,000. Kama unataka kuwekeza pengine $200, utaweka 560,000. Kwa inategemeana unataka kuweza kuwekeza kiasi gani. Ndio tumeelewana hapo. Okay. Ukiweka hicho kiasi itakupatia hii procedure hiyo, unataka kuweza kuwekeza kiasi gani, si nini, kila kitu nadhani naona hapo. Baada hapo utagusa pale maneno chini yameandikwa deposit. Ukibinya deposit pale chini itakupatia maelekezo hapa jinsi ya kuweza kulipia. Ndio tumeelewana. Kwa hakikisha unafuata hizo procedure jinsi ya kuweza kulipia kutokana na mtandao ambao unataka kuweza kutumia. Unataka utumie kwa kutumia M-Pesa au Tigo Pesa au Airtel Money, utafuata hizo procedure. Na kama hata kama mtandao mwingine utafuata hizo procedure pia kutokana na mtandao ambao tunatumia. Lakini kwamba unatuma pesa unalipia kwa kutumia lipa namba ambayo inaonekana hapo. Kwa utafuata procedure za kuweza kulipa kwa kutumia lipa namba kama inaonekana hapo. Kwa ukishafika hapa uta copy hiyo lipa namba na jina atakuja nani, nadhani naona hapo. Then utaenda kwenye ukurasa wa kuweza kufanya malipo. Utafuata hizo hatua sasa. Hizo hatua hizo ukazifanya hapo, lazima uende kwenye ile menu, ule ukurasa kuweza kufanya payment kama unamtumia mtu pesa. Nadhani tumeelewana. Lakini hapo usha copy hiyo nini, hiyo lipa namba na jina atakuja nani. Sasa ukishafanya malipo na process zote ukishakamilisha, ukishalipia kila kitu, piga screenshot hiyo message ya malipo. Ndio tumeelewana. Lakini pia copy hiyo kumbukumbu namba. Kila mtandao unakuwa na kumbukumbu namba, au kila muamala unakuwa na kumbukumbu namba. Kwa uta copy ile kumbukumbu namba. Kama mfano kama watu wanatumia Voda, kumbukumbu namba zake huwa zinakuwa herufi. Lakini kwa watu wanaotumia Tigo, mara nyingi kumbukumbu namba huwa zinakuwa namba na zinakuwa katikati. Kwa M-Pesa na kwa mwanzoni, zile herufi za mwanzoni imethibitishwa, si zile kumbukumbu namba utazikopi zile. Shazikopi utakuja hapo walipoandika walipoandika jaza kumbukumbu namba au jaza namba za uthibitisho, kitu kama hicho hapo chini hapo. Acha tuone hapo, inaonekana kabisa hapo. Kwa ukishakopi zile kumbukumbu namba utakuja hapa. Lakini pia ushapiga screenshot ile message ya malipo, ndio tumeelewana, utakuja. Lakini kama simu yako haina uwezo kupiga screenshot, tumia hata simu nyingine. Piga screenshot hiyo message ya malipo, piga picha hiyo message ya malipo, then itume kwenye namba yako kwenye simu yako kubwa. Ndio tumeelewana. Baada hapo ukishaandika hizo kumbukumbu namba, kuna kipengele chini kimeandikwa upload screenshot. Utabinya hapo upload screenshot. Wakati ushapiga tayari screenshot, utaenda kuichagua ile picha ambayo inaonyesha umelipa pesa kwenye Growths Printix kama inaonekana hapo. Ushabinya hapo, then juu utaona maneno yameandikwa done. Ushagusa hiyo picha, juu kuna maneno yameandikwa done. Utabinya done. Ushabinya done, hiyo message ya malipo attach pale chini. Then utabinya maneno yameandikwa submit payment, submit au confirm payment. Kwa ushabinya tu confirm payment, pesa itakuja itasoma hapa kwenye account balance au main balance hapa. Kwa hatua ambayo inafuata sasa ni kuweza kufanya investment. Utabinya kwenye kipengele cha invest hapo. Itakuwa deposit, so baada hapo utabinya invest. Ukibinya kwenye invest utaona kuna package mbili. Kuna umewekeza pengine kuanzia $10, $50 mpaka $100,000. Utabinya hapa kwenye kipengele invest hapa. Lakini kama umewekeza $0 mpaka $49, utabinya hapo chini kwenye kipengele cha invest cha chini.
Utachagua package, utachukua package ipi hapo kati ya hizo mbili. Umewekeza $50 na kuendelea mbele, au umewekeza $49 na kushuka chini. Utabinya hapo chini, utabinya maneno kwa invest. That tumeelewana. Kwa hiyo invest, then pesa itakuwa ambayo umeshaka kwenye account ambayo usha deposit itakuwa imeshaenda tayari kwenye mfumo wa kufanya nini, kupokea faida kila siku. Kwa watu wa kuweza kufanya investment inakuwa ishaishia hapo. Kwa hatua ambayo anafuata sasa, pengine unataka kuweza kutoa pesa kwenye account, unataka usiku kumhamishia rafiki, au uzuri ni kwamba kwenye platform pia unaruhusiwa kuweza kutoa pesa kwa njia mbili. Kutoa pesa pia kwa kutumia mobile payments, njia ya M-Pesa au Tigo Pesa au Airtel Money, au ulipo kwa kutumia mfumo wa dollars, USDT dollar, maamuzi yako pia. Lakini USD dollar lazima uwe na vitu viwili. Uwe na kitu kimoja muhimu, lazima uwe na wallet, Trust Wallet au Binance. Ukitaka hizo watu zote pia nitaweza kuelezea kwa video ambayo itafuata kwenye channel. Kusaidia kuweza kusubscribe kwa maelekezo zaidi. Lakini pia unaweza ukapitia hapo vipengele vingine ambavyo vinaonekana hapo, mfano kama plan, interest, nini. Kuna vitu vingi ambavyo vipo ndani ya kampuni hapa. Unaweza kupitia kipengele kimoja baada ya kipengele kingine. Unataka kuweza kumshirikisha rafiki, utakuja hapo chini, kuna kipengele kimeandikwa refer friends, utapinya pale, utakopi link na mambo mengine yataendelea. Unataka kuweza kuhamishia rafiki mtaji na yeye akainvest, utapinya coin transfer, then utamtumia rafiki yako hicho kiasi, then mambo mengine yataendelea. Unataka kuweza kutoa pesa, utapinya coin pay out money. Baada hapo utachagua ulipo kwa njia ipi, USDT au mobile payments, maamuzi yako. Na utachagua kiasi utakaweza kutoa kiasi gani, maamuzi yako pia. Tumeona. So kitu cha kuzingatia kwamba hizi platform uzuri ni kujiunga mapema. So sio kwamba unasubiri mpaka imefika miezi 5, 6 ndio unakuja kujiunga na kuwa unazingua. So jiunge mapema, then anza kula faida mapema. Mfano nimesha na wewe fursa siku ya leo, then hata siku 2 siku 3 zisipite kabla hujafanya investment. Invest mapema, anza kula faida mapema. Ukiinvest ndani ya mwezi mmoja, faida yako usharudisha, mtaji wako usharudisha, ndio unaanza kula faida. So mwezi wa 2, wa 3 na kuendelea utaanza kula faida. That tumeelewana hapo. So in short nimekamfunga. Lakini pia invest what you can afford to lose. Kuwekeza kiasi ambacho kipo ndani ya uwezo wako. Kama una uwezo kuwekeza $10, wekeza $10. Kama una uwezo kuwekeza $100, wekeza $100. Kama una uwezo kuwekeza $200, wekeza $200. So wekeza $1000, $10,000, $100,000 wekeza. So invest what you can afford to lose. Nadhani tumeshaelekezana kwenye vitu vingi sana. Kwa hii video nataka nielezee vitu msingi sana. Nisaidie kuweza kusubscribe kuwa mtu wa kwanza kupata kila makala ambayo nitakuwa upload kwa hii video. So all the best to everybody. Wacha tukatengeneze pesa, tukatengeneze dola sasa kwenye platform ya Growth Sprintix. So hicho ni kitu cha msingi. Wacha tukatengeneze dola sasa hapa. So that is Makak TV, the home of any updates. All the best to everybody.